Wewe ndiye Baba, ndiye ndugu yetu wa kiroho unayetuongoza, wa Afrika, Waswahili, wa Tanzania, lakini na wote ambao wanatazama. Tunaelekea kipindi cha Pasaka. Pasaka mwaka huu ina ujumbe gani mahususi ambao ungependa kuwatumia? Lakini pia kama kuna ujumbe wa jumla, ikiwezekana utuambie kwa nini tuna Jumatatu ya Pasaka. Yes. Sawa. Tukimaliza ile Jumamosi Kuu ambayo kimsingi ni kama ufufuko umeshatokea, sababu misa zinaendelea kuanzia asubuhi. Jumapili ya Pasaka sasa ndio wale ambao hawakuweza kwenda misa ya jioni. Hata hivyo, hata wale walioenda misa ya usiku wanaruhusiwa pia kwenda misa ya kesho yake, Jumapili ya Pasaka, ambayo ndio siku yenyewe, ndio siku kuu kabisa, hiyo sherehe na misa na masomo kusikiliza kwa makini. Kesho yake kuna sio Jumatatu ya Pasaka tu. Yaani kuna kipindi cha Pasaka ambacho yale majuma yanayofuata. Ni siku 50 kwa kweli. Ni siku 50, Pentecost ndio inahitimisha kipindi cha Pasaka. Kwa hiyo Jumatatu ya Pasaka, kwa sababu iko karibu sana na Jumapili ya Pasaka, baadhi ya nchi pia ni siku ya mapumziko. Lakini kuna nchi nyingine Jumapili ya Pasaka ni Jumapili tu. Kwa hiyo ni vizuri tuendelee tu kipindi cha Pasaka. Hizo siku wiki nzima zinaitwa Oktava ya Pasaka. Kwa kunakuwa na utukufu na ni kama muendelezo wa ile Jumapili ya Pasaka. Hizi wiki ya kwanza, siku 8 hizi za Pasaka. Tunakuwa na utukufu siku zote. Baadaye hapo sasa tunaendelea kipindi cha Pasaka mpaka siku ya 50 ndio inafika ile siku ya Pentekoste, tunahitimisha kipindi cha Pasaka siku ya Pentekoste. Kuhusu ujumbe, kwa kweli ujumbe ni ule ule tu kwamba Yesu ambaye tunaadhimisha ufufuko wake ndiyo kilele cha fumbo kubwa la imani yetu. Kwanza kuna umwilisho tunafanya siku ya Christmas. Mungu alifanya mwanadamu, baadaye akaishi hapa duniani kutokana na kwamba lengo lililomleta hapa ni kutukomboa. Kwa hiyo alitukomboa kwa njia hiyo ya kufa msalabani. Mateso, kifo na ufufuko. Ufufuko ndio tunaadhimisha Pasaka. Kwa hiyo inatualika nini? Sisi tufufuke katika ile hali ambayo tumemuacha Mungu. Ufufuko ni aina ya kuanza maisha mapya. Tufufuke, tuachane na dhambi, tuachane na yale mambo ambayo yanatutenga na Mungu. Tuwe mwanga kama tunavyokuwa na hiyo liturujia ya mwanga. Tuangazie watu kwa njia ya matendo yetu. Na katika mazingira yote, awe mwanasiasa, awe padri, awe daktari, mahali popote tunapofanya kazi, hakikisha kwamba unaishi kile ambacho unakiamini, kuleta mwanga. Na kwa sisi Tanzania ni mwaka wa uchaguzi mwaka huu. Kwa hiyo naomba kwa kweli uchaguzi mwaka huu ulete mwanga ili uweze kuwa wa huru na wa haki. Amen. Tunakushukuru Father kwamba na hii ya mwisho zote ni nzuri, lakini hii ulivyomalizia ni nzuri, kwamba kila mmoja kwenye nafasi yako leta mwanga, leta matumaini, onesha kwamba kuna kukomboa, kuna kutoka kwenye uduni kwenda kwenye ubora, kutoka kwenye udhaifu kwenda kwenye uimara, kutoka kwenye ulegevu kwenda kwenye kuweza na kukamilisha mambo. Tunakushukuru Father. Tukipata nafasi nyingine, labda tu kwa kuwadokeza watazamaji wetu, tutakufuata kwa ajili ya kuongelea Pentekoste, Utatu Mtakatifu pamoja na Ekaristi, ambazo naamini zote zina stem kutoka huku kwenye Pasaka mpaka tunavyokutana huko. Tunakushukuru sana.